Kuna jamaa fulani alikuja kuuliza Yesu, inataka nifanye nini ili mimi niwe na uzima wa milele, ili niende mbinguni? Sasa Yesu akamwambia kwa mfano anatakana asiibe, asizini, aheshimu wazazi na apende jirani yake kama nafsi yake. Sasa huyu jamaa, mtu huyu akasema kwamba mambo hii yote nimekwisha tenda, ni nini nimekosekana? Yesu Kristo akamwambia kuna jambo moja ambayo bado hujatenda, bado hujafanya hii. Akasema unastahili uchukue mali yako yote upatie wale ambao ni watu maskini. Sasa huyu jamaa akakasirika akasema hiyo ni ngumu. Sasa Yesu ndo akaambia wale watumishi wake, wale wanafunzi wake ya kwamba itakuwa vigumu sana, ni vigumu sana kwa yule mtu ambaye ni tajiri kuingia ndani ya ufalme wake Yesu Kristo ama kwenda kule mbinguni. Ni itakuwa vigumu sana. Na historia hii pia tunaweza kuona pale katika ile mfano wa yule Lazaro na yule jamaa tajiri ambaye alikuwa anakula vyema kabisa, lakini huyu Lazaro alikuwa anakaa pale mlangoni kwa nyumba yake, anakaa hapo na mbwa zinalamba vidonda zake. Lakini tukaona matokeo baadaye. Lazaro alikuwa anakaa pale ambapo Abrahamu yuko. Huyu mtu ambaye alikuwa ni tajiri zaidi alikuwa pale kwenye moto, sasa anaungua. Yesu Kristo alisema wakati ambapo dunia itakuwa inaisha, atachukua wale ambao ni watu wake, kondoo wake aweke kando na wale mbuzi aweke kando, na aseme nyinyi mmekuwa watu wangu, nyinyi ambao mnakuwa pamoja nami, mmenitumikia kwa sababu mliponiona pale kwenye jela mlikuja kunitembelea, mliponiona pale katika hospitali mlikuja, nilipokuwa nikikosa nguo mlinisaidia, nilikuwa sina mahali pa kulala mkanifungulia nikaingia kwenu, nikaingia kwa nyumba zenu. Mtu ambaye imani yake iko ndani ya utajiri, ambaye anaamini utajiri ya kwamba itamsaidia, ni vigumu sana mtu kama huyu kuingia katika ufalme wa Yesu Kristo. Kwa maana inasemekana ya kwamba katika siku zile za ghadhabu, shida, utajiri haiwezi kukuokoa. Ni haki ndio ambayo inaweza kuokoa mtu yeyote.